mahali wamama walikuwa wakiombea nchi, wakiombea watoto wao na vijana wao. Jeshi la FARDC, jeshi la serikali liliwapiga masasi likaua wamama. Kuna wamama walienda kutafutia watoto wao chakula, kisha jeshi la government la serikali ambao liliwasindikiza ili liwalinde maimai na grupu zingine ambazo zingeweza kuwaua. Hilo jeshi lenyewe likawa violate, wamama wakanajisiwa. Baada ya kunajisiwa wakauliwa na hilo jeshi lenyewe. Hiyo ndiyo maisha ya Kongo. Kama tuko hapa leo, tunakumbuka ni ndugu na dada na wapendwa wetu. Makanisa zilibomolewa. Saa hii kwa vijiji, kwa miji hakuna makanisa. Hospitali zilibomolewa. Masomo yalibomolewa. Hakuna masomo. Hapo mtaona ni wapendwa. Hao wapendwa hawakushikwa kwa sababu walifanya lolote. Walishikwa kwa sababu ya sura yao peke yake, kwa sababu ni kabila tu ya Wanyamulenge. Walishikwa na jeshi la Kongo likawafunga, baadaye likawaua. Wengine walikuliwa nyama, mtu anauliwa kisha wanamchoma kwa moto. Baada ya kumchoma wanakula nyama na ugali, nyama ya mtu. Hiyo ndiyo vita tunaishi huko. Na hapa karibuni hiyo vita imetoa watu kwa vijiji vyote ambavyo walikuwa wanaishi, wakabakia kwa kijiji kimoja peke yake. Na kwa kicho kijiji kilikuwa kimesalia, jeshi la Kongo, government ya Kongo pamoja na government ya Burundi, jeshi lao ikawa hapo, likapiga watu, maelfu na maelfu ya army ya Burundi, maelfu na maelfu ya army ya Kongo, maelfu na maelfu ya wa Rwanda, wale Interahamwe wale walifanya genocide Rwanda, maelfu na maelfu ya maimai, wote walikuwa pamoja kwa hicho kijiji kimoja tu ambacho kilikuwa kimesalia. Waliua ng'ombe, mpaka drones zilikuwa zinaua ng'ombe na watu. Mpaka kuna mama mwingine wa kushangaza sana, alikuwa shosho wa miaka 90, alishutiwa na jeshi la Kongo, askari. Mama akirusha mkono akitaka kuomba amsamehe, anampiga mpanga. Akirusha mkono mwingine inakatwa. Alipatwa amekatakatwa kabisa kiunyama. Hayo ndiyo maisha ya kwetu. Mungu akatusaidia juzi karibuni, adui akawa ametoka karibuni na mlango, ni kama alitolewa kwa mlango wako hapo nyuma. Lakini hawa watu wamebaki, walikuwa hawana mahali pa kulala, hawana chumvi, hawana chakula, hawana mavazi, hawana matibabu, hawana masomo, hawana chochote. The basic needs hawana chochote. Sasa leo tukasema tukusanyike kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa sababu amemtoa adui kwa mlango kidogo. At least watu hata kama hawana chakula, hawana nyumba, lakini wanaweza sinzia siku moja, siku mbili. Ndio sababu tuko hapa. Tuko hapa kumshukuru Mungu, pia tuko hapa kuchanga. Tuko hapa kwa kuchanga kwa sababu ya kununulia hawa watu. Wengine wako injured, wameumia vibaya, hawana matibabu. Kilo ya sukari ilikuwa inanunua dola 50 kilo moja ya sukari. Watu waliishi siku na miaka na miaka bila hata chumvi. Kupata kilo moja ya chumvi ilikuwa gharama kubwa sana. Leo tuko hapa kwa sababu ya kushukuru Mungu na kutafuta at least usaidizi kidogo wa kusaidia wale watu.